Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Catherine Kanut Joachim, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Mbunge anataka kujua, je, utekelezaji wa mfumo wa serikali mtandao umefanikiwa kwa kiasi gani katika kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa wananchi? Swali limeelekezwa Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza mfumo wa serikali mtandao na kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa wananchi, serikali ilitunga sheria ya serikali mtandao sura 287 pamoja na kanuni zake za mwaka 2020. Sheria hiyo ilianzisha mamlaka ya serikali mtandao IGA ili kuratibu, kusimamia na kuendeleza utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mamlaka ya serikali mtandao kwa kushirikiana na taasisi nyingine imejenga na kuboresha mifumo mbalimbali ya kielektroniki ikiwemo e-watumishi, e-utendaji, e-mrejesho, e-ardhi, e-office, bunge mtandao, tausi, luku, muvu, Magis na GPG. Mifumo hii na mingine imerahisisha upatikanaji na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuongeza uwazi, ufanisi na uwajibikaji katika utendaji kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuboresha utekelezaji wa mfumo wa serikali mtandao, serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika usalama wa mifumo, elimu kwa wananchi na upanuzi wa miundombinu ya tehama ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Daktari Catherine Joachim. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali kuhusiana na swala la serikali mtandao, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, kwa kuwa upatikanaji wa huduma ya serikali mtandao hususani kwa wananchi wa vijijini bado una changamoto kubwa, nini mpango wa serikali wa kuhakikisha huduma hizi zinawafikia wananchi hususani waishio vijijini? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wamekuwa wanalazimika kurudia kujaza taarifa mbalimbali pindi wanapotumia mifumo ya serikali kama vile NIDA, TRA na mifumo mingine iliyoko katika halmashauri zetu. Nini mpango wa serikali wa kuhakikisha mifumo hii inaunganishwa ili iweze kuwasaidia wananchi kuweza kujaza taarifa zao kwa haraka? Asante. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa maswali yake mazuri, lakini nimpongeze kwa namna ambavyo anaendelea kusemea wananchi wake katika eneo lake la uwakilishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, adhma ya serikali ni kuhakikisha kwamba huduma zinarahisishwa kwa wananchi. Na ndio maana serikali kupitia mamlaka ya serikali mitandao imekuja na mifumo mbalimbali ambayo inarahisisha wananchi kupata huduma kwa urahisi. Hata hivyo, ili wananchi wa vijijini wapate huduma hizi, serikali imeona ni muhimu kuunganisha mifumo kutoka kutumia vifaa kama simu janja, lakini kwa sasa serikali imeelekeza na kurahisisha namna ya kutumia simu za kawaida, kwa maana kwamba anaweza kutuma message badala ya kutumia tu simu janja. Kwa hiyo wananchi wa vijijini wanapokuwa katika maeneo yao, anaweza kupata huduma kule alipo badala ya kufuata huduma kwenye ofisi za serikali kwa kutumia simu janja. Hata kama hana ile simu kubwa, basi anaruhusiwa kutumia ile simu janja kwa kutuma message na anapata huduma akiwa huko kwa maeneo ya vijijini. Lakini kwa kuzingatia hilo, serikali imeendelea kutoa elimu ya kutosha sana kuhakikisha wananchi wanaelewa mifumo ambayo imekwisha kujengwa na serikali, lakini kuwajengea uwezo watendaji wa serikali namna ya kutumia mifumo hii ya kutoa huduma serikalini. Lakini ukienda kwenye swali lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba taasisi za serikali zinazungumza kwa pamoja, serikali kupitia serikali mtandao imeanzisha mfumo ambao unarahisisha serikali kubadilishana taarifa, mfumo wa government ESB, kwa maana kwamba government interpress service bus. Kwa hiyo mifumo hii inakwenda kusomana kwamba mfumo mmoja kwenda mwingine, badala ya wananchi kubeba makarabrasha au kubeba viambata kwenda kila ofisi, basi mfumo huu umerahisisha kwamba mwananchi anapoenda kupata huduma katika ofisi hiyo anaweza kupata taarifa kutoka ofisi hiyo na ofisi nyingine ikaweza kubadilishiwa taarifa hizo. Na kwa kuzingatia hiyo, taarifa nyingi zimeunganishwa katika mfumo wa NIDA. Kwa hiyo mtu anapoenda kupata huduma, taarifa zake nyingi zitakuwa katika mfumo wa NIDA. Na kuzingatia
kufuatia hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari taasisi nyingi, taasisi 202 tayari zimeshaanza kubadilishana taarifa, na ikiwepo mifumo 260 tayari inafanya kazi hiyo ya kubadilishana taarifa ili kurahisisha wananchi wasipate shida au wananchi wasipate ile kuzunguka na document katika kupata huduma hizo za serikali. Karibu tuijenge serikali kidigiti.